Ndugu yangu mkubwa, na sisi wote ni marafiki, na unajua mimi na wewe na Tinga 2007 tulikuwa pamoja kwa ODM, si namna hiyo? Sisi wote tulikuwa ODM, alafu tukakubaliana kwa hiyo ODM twende uchaguzi, Raila akuwe president, Musalia akuwe vice president, mimi nikuwe prime minister. Tukakubaliana, tukaenda kwa uchaguzi. Sasa kufika huko kwa uchaguzi mambo ikakuwa sivyo. Tukakosa kiti ya president, tukakosa kiti ya vice president, ile ilipatikana ni ya prime minister. Sasa hiyo ilipatikana ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Eh. Si namna hiyo? Si lazima tuseme ukweli jameni. Sasa hiyo ya prime minister ambayo ilikuwa yangu, sasa hawa ndugu zangu wakubwa wawili wakagawana. Ule Raila akakuwa prime minister, Musalia akakuwa deputy prime minister. Mimi nikazama. Sasa mbali na kuzama, sasa mimi nikapelekwa Hague kwa maneno hiyo tu ya uchaguzi. Tunaelewana? Sasa mimi kupelekwa hata huko Hague kushtakiwa. Sasa Omwami Musalia na ule mtu yangu Raila Odinga hata kunitembelea huko Hague kuniambia pole hawakukuja. Karibu. Ama namna gani? Sasa na unajua Mungu naye alali. Nikaomba Mungu akanisaidia, akanipitisha kona hivi mpaka nikatoka huko. Maneno ikaenda vile mnajua. Sasa maneno ndio hii. Sasa mimi kwa mpango ya Mungu niko mbele ya Musalia kidogo na niko mbele ya Raila kidogo. Munisaidie, muniombee hawa ndugu zangu wawili, kwamba kwa sababu Ruto aliwaachia ile ya prime minister mkagawana. Sasa kwa sababu mimi nimekaribia, si mbali, imebaki tu watu wamoja nifike. Hawa ndugu zangu wawili wakinisaidia, iko makosa? Iko makosa kweli? Sasa Musalia tafadhali my friend, unajua saa zingine ni mzuri tukue wangwana. Na naomba kwa unyenyekevu, sisemi kwa lazima. Lakini mzuri niseme ama ni namna gani? Heri niseme, msiniambie siku nyingine mbona ulikuwa na maneno na haukusema. Mimi nauliza nyinyi, mnaona hapo iko makosa kweli? Kwa sababu ile mimi niliwasaidia. Ule akakuwa prime minister, ule mwingine akakuwa deputy. Saa hii mimi ndio nimekaribia. Sasa wakiniunga mkono iko makosa? Sasa iko haja gani ya kusungukana tena? Simu nisaidie tu nifike haraka hivi, alafu maneno. Mambo ndio hiyo. Tunakubaliana jameni? Na waomba jameni kwa unyenyekevu muniombee hawa ndugu zangu. Ni ndugu zangu wakubwa, lakini unajua kwa heshima si ni kuomba. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Ukiomba unapewa. Ukibisha mlango na ukitafuta. Naomba vile ya Biblia Mathayo 7 mstari ya 7. Yeye amekuwa siasa miaka 30. Mjumbe, waziri mkuu. Sasa jameni, unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. There's a world of a difference. There's a world of a difference. Kama namna gani? Kuna tofauti mkubwa my friends. Wachana na hiyo. Wawache kuniongelea ati nimefanya harambee hapa ya kanisa, ati nimefanya harambee. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nikafundishwa kwa Sunday school, wewe ukitoa utabarikiwa na utapata ile imewekwa pressed down, shaken, overflowing,
Hiyo ni Biblia, mimi sijaandika Biblia. Sijui kama tunaelewana. Sasa mimi nasikia wameenda kujaza maneno, hata juzi nilisoma kwa gazeti. Ati Ruto anaenda, anatembea, anabeba pesa kwa gunia. Mimi nauliza, kwani ile nyumba yeye amejenga ya 1 billion, kama hiyo 1 billion ingeweka kwa gunia haingejaa? Haingejaa. Na mumeona nyumba yangu hapa, mumeona nyumba yangu, si ni nyumba tu ya kawaida ya watu, mtu ya kuhustle dunia hii. So, my friends, watch mimi niwaulize. His Excellency the President to State House. So when we arrived there, we went to the office, inside the office where a long time we used to go and see Nyayo inside. And again, we went to see Kibaki when he was there. So when we entered inside, the President told me, my friend, please pray first. Let us pray. So I prayed. And then we had a chat. Then we came outside. So and then another aide of ours, I don't want to mention his name because he has applied for a job. It might be used against him. So we came outside there when we were having a chat. So this gentleman told us, now you guys, supposing somebody shows up here and says, sorry gentlemen, there was a small mistake. You are not supposed to be the ones who are supposed to be. Anyway, that's a story for another day. Ule mtu anaweza kushindana na Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta anapanga kujenga reli, anapanga kujenga barabara, sitima anasambaza, kina mama wanajifungua bure, watoto wanasoma na wanafanya mtihani bila kulipa. Yule kazi yake anikumangamanga na mtego, nasa huyu, sijui nasa huyu, sijui nasa yule. Sasa mtu ya mtego na mtu ya maendeleo kama huyu wanaweza kushindana kweli? Mkiona watu wa Embu, tuambiane ukweli. Wakati Uhuru Kenyatta anapanga tujenge daraja ya urafiki na undugu na umoja ya Wakenya, anasema tuko pamoja, tuehamwe, tuko pamoja. Ati yule mganga anasema tialala, sijui tibin. Anaendesha uganga, tialala. Anaendesha uchawi, tibin. Sasa mtu ya uganga na uchawi atashindana na mtu ya Mungu namna hii kwa njia. Hawa wengine hawajui candidate yao ni nani, hawajui chama yao ni nani. Bado wanamangamanga, wanacheza karata ya pata potea. Mara wanasema ni ule mganga ambaye tunasikia amebaki na risasi moja, sijui ni ya risasi ya kupiga nani. Ama ni jamaa ule mwingine wa katikati ajulikane anaenda pande hii ama anaenda pande ile. Ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. So unanyamaza, unasema bora watu wengi hawajaniona, wacha ninyamaze. My brother will be good and help us take Kenya to the next place. Because His Excellency the President always reminds me that I should make my remarks short.
I was expecting that he was going to remind the two gentlemen sitting next to him to do the same. But I guess he didn't succeed. And listening to Macharia Kaido and Daktari Matiang'i, I was in good company, Mr. President. I know you normally accuse me of making long speeches, but you can see. Sasa Jirongo saa zingine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga, na nilikwambia, I told you, mimi sikatai nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu ama namna gani jameni? Nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile, itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing, my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo alikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye hako msituni. So tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana. We said we are going to kneel down so that we are prayed for. But we didn't know how to tell now all these people. And the most difficult person was the Chief of Defense Forces. We didn't know now, how do we tell this man we are going to kneel down? So the president told me, just leave it. We just tell the pastor to come and announce. So when that time arrived and we were supposed to kneel down, I saw the eyes of the Chief of Defense Forces. And he was not amused. And he told me, because we were running there is no way the commander-in-chief is going to kneel down. The soldiers are standing there. I'm very proud to be your deputy. Although some of these people, they demote me sometimes. You know, sometimes they refer me to Vice Deputy President. So some other time, it's even worse. They say, Bwana Deputy Governor. So, but I'm a very proud person to be your deputy because I know you mean